Tunaendeleza alama za uakifishaji. Katika kipindi hiki tutakuwa tunaangazia alama za mtajo au usemi au kunukuu. Matumizi yake, moja ni kunukuu usemi halisi. Kwa mfano, mwalimu alisema wiki ijayo tunaanza mtihani wa mwisho wa muhula. Hivyo basi usemi halisi ama jinsi mwalimu alivyosema moja kwa moja bila kubadilisha. Maneno yake yanaanza wiki ijayo tunaanza mtihani wa mwisho wa muhula. Kwa hivyo neno la kwanza ni wiki, hapo ndipo unaanza kufungua alama zako za usemi, na neno linaloanza linaanza kwa herufi kubwa. Mfano mwingine ni karani njoo hapa. Mamake aliendelea kusema mara moja. Kwa hivyo karani njoo hapa unaanza kwa herufi kubwa. Mara moja, maana usemi halisi unaanza kwa herufi kubwa. Matumizi mengine ni kunukuu kichwa cha kazi ya sanaa. Kwa mfano kitabu, wimbo, kipindi na kadhalika. Kwa mfano, Amani na Imani ni wahusika wakuu wa kidagaa kimemuozea. Dagaa kimemuozea ni kichwa cha kitabu. Hivyo basi neno la kwanza linaanza kwa herufi kubwa. Neno kidagaa na neno kimemuozea, maana ni kitabu. Alafu unafunga alama za kunukuu. Na unahakikisha ya kwamba alama ya kitone haiko nje ya alama za kunukuu. Tatu ni kuonesha maneno yasiyo ya Kiswahili unapochanganya ndimi katika sentensi. Kwa mfano, tulitumia kompyuta kusajili wanafunzi. Hivyo basi neno kompyuta ni neno la Kiingereza, si neno la Kiswahili. Hivyo basi unatumia alama za kunukuu. Jina langu ni Mwalimu Linda. Like and subscribe.